Maisha yako hivyo, dini hazipo hivyo, usahihi hauko hivyo. Eti unasalitiwa kwenye mapenzi, mpenzi wako anakuumiza vibaya baada ya kumtendea wema. Unaanza kusema wewe kupenda tena basi. Usichezee kitu kinaitwa upendo rafiki yangu. Usichezee kitu kinaitwa upendo. Yaani huo upendo uliomuonyesha mtu akuthamini. Kuna mtu mwingine anatafuta umuonyeshe huo upendo mdogo, huo upendo hauthamini. Upendo ni zawadi kubwa sana. Yaani usije ukaacha kumpenda mwingine eti kwa sababu mwingine amekukatili. Usije ukajaribu kuanza kufanya jambo baya eti kwa sababu wewe umefanywa jambo baya. Yaani kwa mfano usije ukaamua eti kuwa mzinzi kwa sababu mpenzi wako ni mzinzi. Haujasahisha hapo. Haujasahisha wala hauna tofauti na yeye. Hauna tofauti na yeye. Sichepuke eti kisa mpenzi wako amechepuka. Hauna tofauti na yeye. Unakuwa unamfundisha nini? Au unalalamika nini? Yaani usirevenge. Sisi kwetu Sumbawanga kuna msemo mmoja hivi, Wafipa aga wanasema kwamba wakifipa wanasema chila nduzi ansulozi. Yaani kisasi sio uchawi. Umeona bwana? Kisasi sio uchawi. Wafipa ni watu hao. Mfipa ni mtu ambaye hawezi kukufanya jambo lolote lile kabla hujamuanza. Lazima umuanze. Ukimuanza Mfipa ndio utamjua Mfipa ni nani. Kwa sababu unapomkosea yeye aga aache kulipiza kisasi. Hata kwa njia usizozijua wewe, yeye lazima atalipiza. Yaani unaweza kuwa unapitia jambo fulani kumbe Mfipa amekufanyia hilo jambo unapitia kimya kimya kwa sababu tu ulimkoseaga. Na ndio maana Wafipa wanaitwa wachawi. Sababu ni hiyo moja tu. Wala uchawi wao sio kutafutia hela, sio nini, wa visasi tu. Ndio maana wanaitwa wachawi. Kwa hiyo unapokosewa alafu na wewe unaenda kukosea, ndio uchawi unaanzia hapo. Yaani revenge ni uchawi. Hata Injili ya Yesu Kristo moja kati ya vitu imekataza ni revenge. Ndio maana kuna mstari kuna andiko linasema samehe 7 mara 70. Kwa sababu ukimsamehe mtu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya 4, mara ya 5, mara ya 10, mara ya 20, mara ya 7 hadi ya 70, hiyo itakuwa ni sehemu ya maisha yako. Hiyo itakuwa ni tabia yake, sio tena makosa. Sababu unapomsamehe mtu mara 20 zaidi inakuwa ni sehemu ya maisha yako. Makosa yake tena yanakuwa sio bughudha kwako, kwa sababu umebarikiwa moyo wa msamaha. Na maisha ni umoja, na ili watu wawe wamoja lazima watu wajue kusameheana. Kusamehe ndio dawa kila kitu. Hakuna dawa chochote zaidi ya msamaha. Revenging ni uchawi. Usiende kufanya jambo baya kisa wewe umetendewa jambo baya. Usianze kufanya mambo ya matatizo kisa wewe uliingizwa kwenye matatizo. Usifanye vitu vya namna hiyo. Usifanye vitu vya namna hiyo. Asante.